Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya tamam, kwanza kumshukuru Maulana muumba wa mbingu na ardhi, aliumba mbingu na vyote vilivyomo, na aliumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, kaumba miti ambayo leo miti yake ni dawa, na yeye ndiye Mungu wa dawa hizi. Sasa kwa mara nyingine, ndugu na media wetu, tunaendelea kukufundisheni na kukuelezeeni dawa mbalimbali ambazo mnazifahamu, miti mingine na mingine pia vile vile amzifahamu, lakini hii na huu mti huu unaitwa ni kisamfumpira. Huu kisamfumpira ni chakula cha watu, lakini watu hawajui kwamba ni dawa au si dawa. Basi jua dawa hii inatibu nini? Dawa hii au kisamfumpira inatibu maradhi matatu. Magonjwa ya kwanza au gonjwa la kwanza au maradhi ya kwanza, kisamfumpira kinatibu mtu mwenye kutokwa na damu puani, damu isiyo katika muda mrefu, au mtu anaongezekewa na damu mwilini. Damu inapoanza kutoka, basi hakikisha unafuata maelekezo ambayo tunakwenda kuelekeza. Chukua majani haya ya kisamfumpira, ya twange au ya sage kwenye blender, upate juisi yake kama glasi moja ya juisi ya kisamfumpira. Alafu mtu ambaye ana gonjwa hilo la kutokwa na damu mara kwa mara au hapo kwa papo, basi atachukua syringe. Akishachukua syringe, atavuta kama milizi 3 hivi, alafu atadondoshia kwenye mapua yake mawili, pua zake mbili zile, basi atazidondoshea kila pua moja. Hakikisha anadondosha toni 3 au 2 kila siku, asubuhi na jioni, muda kulala na muda anapoamka. Dawa hii. Pili, dawa hii kwa mtu mwenye miwasho ya ngozi, atachukua dawa hii. Atachukua pia na dawa inayoitwa kibiriti upele, atachukua na mafuta ya habati sauda pamoja na asali. Asali haifanyi kuwa ya maji, na juisi ya hii pamoja na mafuta ya habati sauda, juisi yake hii asiweke maji au asichanganye maji anapoisaga. Pia vile vile hata kwenye matumizi ya mtu mwenye kutokwa na damu puani, asitumie maji kuchanganya hii dawa, bali akamue, kwa sababu dawa hii majani haya yenyewe huwa yana maji yake special, ambao ni maji yake halisi. Hayo ndio tunahitaji kwa mtu ambaye atakayejitibu kwa kutumia maji pamoja na maji ya kisamfu pamoja na majani yake ambayo atakayekamulia. Sasa akisha kamua maji yale, kama tulivyosema, atadondoshea matone mawili, pua la kwanza na pua la pili, asubuhi na jioni, ambao ni muda wa kulala tunakusudia na muda ule wa kuamka. Kwa mtu mwenye miwasho ya ngozi, kutokwa na vichunusi nyingi, miwasho kama vile ukurutu, mapele, pia vile vile michirizi, kwa watu wenye michirizi, basi hakikisha anachukua dawa hii na mafuta ya mzeituni na mafuta ya habati sauda, na pia vile vile atachukua dawa nyingine inaitwa asali. Asali watu wanapenda sana kutumia, tunakusudia ni asali ya nyuki wadogo. Akisha changanya dawa hizi, hakikisha anachanganya kwa pamoja. Baada ya hapo, kabla ya kupaka dawa hii, anatakiwa akoge vizuri. Kabla ya maji haijakauka mwilini mwake, apake dawa hii. Asipake dawa hii maji tayari ikiwa imesha kauka. Kwa hiyo dawa hii, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mtu huyu atapona. Gonjwa la tatu, kwa mtu ambaye anayesumbuliwa na tunasema fungus ya miguuni, atachukua asali, atachukua na chumvi ya mawe ambayo ni ile ya baharini, afu atachukua na majani haya, akayakamua, akakamua ile juisi yake, akachanganya pamoja, alafu atakuwa anajipaka asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni. Kwa mtu mwenye fungus ya miguuni, miguu melika, fungus ya ikati, miwasho kwenye miguu, hakikisha dawa hii unaiandaa kama nilivyosema. Chukua majani haya, kamua juisi yake, chukua chumvi ya mawe, chukua pamoja na asali. Kwa mtu ambaye anaumwa fungus za miguuni, hata na fungus za mikononi, na wale wanaume wenye fungus sehemu za siri, pia dawa hii inafaa, ni nzuri kwa wao
kupaka kama endapo watatumia na wataandaa kama tulivyoelekeza, kama mtu mwenye maradhi haya fungus. Inshallah taala, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, huyu mtu ambaye anayeugua maradhi haya yote matatu, kwa kutumia mti huu na majani yake, hakikisha kwa uwezo wa Mola wako, kwa uwezo wa Mola wake atafanikiwa vizuri sana. Mungu wa mti huu ni yule aliyeumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Usikose kuchuma dawa hii. Pindipo unapokuja kuchuma dawa hii, hakikisha jua iwe bado haijachomoza au tayari jua leo limeshazama, kwa sababu nguvu ya dawa hipo pale ambapo jua kabla haijachomoza. Jua inapochomoza, tambua dawa nguvu yake yote inashuka chini, ambao tunasema ni pancreas. Wale wadudu wanakimbia ile jua, wanakwenda kujihifadhi chini kwenye mizizi, sawa. So jua inapochomoza wanakimbia, na jua linapokuja kupoteza nguvu yake pia wanakuwa wanapanda. Kwa hiyo unaweza ukachuma dawa hii asubuhi kabla jua haijachomoza, au ukachuma dawa hii baada ya jua kuzama. Inshallah taala, usikose kusubscribe. Ni video zetu fupi ambazo tunaendelea kuelekeza juu ya dawa ambazo unazifahamu, na zingine ni chakula na kula, utazitumiaje, ndio kama tunavyoelekeza. Inshallah, ni wenu Dr. Faisal Mohamed Mwinyi. Karibu sana, endelea kutufuatilia kwenye mada na video mbalimbali zinazopatikana katika media yetu hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi